na wewe uko miongoni mwa watu ambao hawawezi kusoma mbele za watu, hilo nilikuwa namaanisha kwamba mimi na wewe kuna uwezekano mkubwa tukawa na changamoto hiyo, na hii ni issue pia ya jinsi gani wewe mwenyewe unavyotafakari, ni issue ya kisaikolojia. Kwa leo nitakuja na kwa nini asilimia kubwa mimi na wewe tunashindwa, na kushindwa sio kwamba ndio utakuwa umeshindwa jumla, hapana, ila kuna sababu ambazo si ajabu ulikuwa bado hujazifanyia kazi. Kwa mfano, mtu unakuwa na hofu ya kuhukumiwa. Hujaanza kufanya chochote, wewe una hofu na kuhukumiwa, na wakati bado hujaanza kufanya lolote katika yale ambayo uliambiwa uende ukapresent, uende ukaongee mbele za umati, kwenye mkutano, ni darasani. Yote haya ni kwa sababu ya hofu ya kuhukumiwa. Una hofu utachekwa, una hofu labda mimi watanionaje. Kitendo cha kwanza kutangulia kuhofu watanicheka, kitendo cha kwanza kutangulia kwamba watanionaje, hii inaenda kuwa barrier katika tafakari zako, kwanza kutazama yale ambayo unaenda kuyasoma au kuyaongea mbele za watu. Kukosolewa pia, unapoonekana labda wewe ni mjinga. Hii pia ni sababu, lakini pia kuna sababu nyingine, kutojiamini. Mtu unakuwa unajiamini, unajiona kama vile huna uwezo, huamini katika uwezo wako. Una uwezo lakini bado akili ya kutojiamini katika uwezo wako ndio inayotangulia mbele kabla ya tukio la kusoma au kuongea mbele ya audience. Kitendo cha kutojiamini uwezo wako, kwamba unaogopa uwezo wako ni mdogo, kwa hiyo unaogopa utaenda kuweka mbele za watu, kuexpose kwamba watanionaje, labda wataona mimi ni mjinga. Hiyo na yenyewe pia inakwenda kusababisha mikazo kwenye misuli, tensions, ambayo sasa inakuwa haitoki tena mpaka utoke pale ambapo ambapo umeenda kwa ajili ya kusoma, ndio utaona ile hali tena ile hali ya kawaida inakurudia. Kuna issue nyingine, unakuwa na mawazo hasi. Kwa nini una mawazo hasi na wakati wewe ukiwa peke yako unaweza kusoma, lakini ukiwa tu mbele za watu wewe unaanza kuwa na mawazo hasi? Mawazo yaani unaanza kukabilia kushindwa na wakati bado wewe hujashindwa. Huoni kwamba hili ni tatizo tunakutana nalo na imekuwa ni changamoto sana, afu watu wameshashindwa watatokaje kwenye changamoto hii? Unaona, kuna dalili nyingine ya mwili. Ukiambiwa tu kwenda kufight, tayari mwili unajiandaa kwenda kufight, kufight au kufight, yaani unajiandaa kwenda kupambana, unajikaza, unajiandaa kwenda kupambana kwa sababu unaona kuna watu wengi. Ukiona dalili hiyo ya kupambana kama inashindwa, unaanza kuwaza sijui nikimbie. Yaani unaweza kushangaa tu, hata unasema uwezi, mimi siwezi jamani, ukatoka kabisa hata kwenye audience, kwa sababu tu uliambiwa wewe kwenda kuwakilisha wenzio au kwa namna moja au nyingine. Lakini pia uzoefu mbaya wa nyuma, bad past experiences, ambazo na zenyewe labda kipindi cha nyuma kuna watu labda walikucheka kwa namna moja au nyingine. Baada ya kuwa wamekucheka, aidha inaweza kuwa wao ndio walikuwa hawajui, lakini wewe ulikuwa unajua, ila kwa sababu wao walikuwa hawajui wakacheka kwa namna moja au nyingine, au kwa bahati mbaya katika ya utani. Maana sio watu tuko tofauti. Basi walivyocheka wewe, toka siku hiyo ukawa tayari hauna tena uwezo wa kuongea mbele za watu, kwa sababu ulihisi labda wamekudharau, ulihisi umefanya vibaya, hata kama wao ndio walikuwa hawajui na wewe ulikuwa sahihi, ila kwa sababu uliinterpret vibaya, basi toka siku hiyo waliua kabisa skill ya kuweza kupresent na kuongea mbele za watu na kufanya chochote kwenye kadamnasi, Lakini pia sio sababu hiyo ya uzoefu tu. Kuna issue moja inasema unakuwa unataka ule mihemko na lile lengo la kutokufanya makosa pale mbele za watu. Yaani unakuwa uko attention kufanya vizuri, unataka ufanye kila kitu kwa usahihi. Hii na yenyewe unakwenda sasa umepania, unakwenda umepanic kwamba nikafanya vizuri. Kitendo cha kwenda kupanic, alafu inasahau kila ambacho inaenda kusoma au inasahau kila ambacho inataka kuzungumza, tayari unajikuta umeshindwa kabisa. Na kingine ambacho nitalea kwenu cha mwisho na ambacho kinasababisha na chenyewe ni shinikizo la kutaka kufanya kwa umakini, kuzoea kuongea mbele za watu. Yaani wewe unakuwa hujazoea tu ni kimya, yaani wewe ukikaa sehemu uongee chochote, watu wanaongea lakini uongee chochote. Kingine unaanza kujilinganisha na watu wengine.
unajilinganisha, fulani anaweza, mimi siwezi. Kitendo cha kujilinganisha na watu wengine, hii na yenyewe inakwenda kuua kabisa uwezo wako. Usilinganishe, kwa sababu kila mtu ni wa aina yake. Kwa haya yote yakikukuta wewe, unajikuta tayari wewe ni wa kuumia kila unachoambiwa kwenda kufanya mbele za. Ni ishu ya kisaikolojia, lakini pia inatatulika, na anayetatua tatizo hili wa kwanza ni wewe kuwa na uelewa. Baada ya kuwa na uelewa wa hivi vitu, basi unaanza kuchukua hatua kidogo kidogo, na hatimaye itaisha kulingana na wewe mwenyewe. Wewe ndo mhanga na wewe ndio inayokuumiza. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa, ukiamua kutoka huko ukaweza kufanya kama wengine wanavyofanya, basi utakuwa hii imekwisha na itakuwa ni story kwako. Karibu sana. Next time nitaenda kutoa tufanyeje sasa, tufanyeje tuweze kutoka huko, tufanye vizuri. Hii hali ya kisaikolojia ikibidi kama sio kuisha kabisa, basi kupungua hata kidogo, uweze kusurvive kama wengine ambavyo unawatamani. Asante sana.